Habari za wakati huu wapendwa, kwa majina naitwa Henry Kibet Body Milanzi, ni mwanafunzi wa kidato cha sita niliyohitimu mwaka 2025 na sasa hivi ni mwanachuo mtarajiwa katika chuo cha sayansi na teknolojia. Sasa katika siku ya leo nimekuja na mada kuu ambayo inazungumzia ujasiriamali. Vijana wengi sana katika miaka hii ya sasa wanaona kuwa ujasiriamali ni kitu kigumu sana, bila kufahamu ni mbinu gani wanapaswa kutumia ili kuweza kutimiza malengo yao. Tukiangalia kwanza, nikaanza kujitambulisha kwa kuwa ni kitu gani nakifanya au huwa ni vitu gani navifanya ambavyo vinaingiza kipato. Kama unavyoona hapa, mimi ni mjasiriamali, pia nahusika na ufugaji wa kuku katika kazi ya kati. Kwa sasa kama unavyoona, hao ni kuku na wafuga, na pia unaweza kujiuliza ni maswali mengi nilianza kipindi gani, lakini ngoja nikupe story kidogo. Namshukuru Mungu sana, kipindi niko kidato cha 5 niliwiwa kufanya kitu, nilikuwa najiuliza sana maswali, ni kitu gani nitakifanya ambacho labda kitakuja kunipa impact gani. Lakini baadaye nikakaa chini nikajiuliza, kwa nini ile moyo, ile roho ambayo inaniforce kujaribu kufanya vitu mbalimbali nisitumie katika kufikia kwa ujana wangu. Nikaja na wazo la ufugaji wa kuku. Hapo nikaanza nikasema, kwa sababu mimi ni kijana, naweza kujaribu na naruhusiwa kujaribu na na haki ya kujaribu. Nakumbuka kipindi nasoma, kwa kweli hata marafiki zangu waliona ni jinsi gani nimejimkuta najibana sana. Kuna wakati natumiwa pocket money, hela matumizi, lakini mimi naelekezea kwenye biashara. Kuna wakati mwingine unakuwa unaishi maisha duni uko shuleni ili tu utimize lengo. Lakini kupitia yote pia nilijifunza maisha mbalimbali, maisha ya chini na maisha ya juu. Pia kitu ambacho cha msingi nilijifunza katika maisha yangu ni kuwa katika hii dunia sasa hatuwezi tukapanda juu bila kutokea chini. Na kila kitu tunachotamani kufanya kinahitaji process fulani, kinahitaji maandalizi fulani. Kwa kila kitu tunachokifanya, jaribu ukipe muda ili kiweze kuletea impact katika maisha yako. Wengi sana wanaanza biashara, wengine wanatamani kufanya biashara lakini sio wavumilivu, hawatumii kwenye biashara. That is why now unaweza kumkuta mtu sasa hivi ana biashara lakini baadaye ameiacha biashara hiyo kwa faida, anapata tu hasara. Kwa sababu gani? Kwa sababu bado hajawa processed kufanya hicho kitu. Mimi sasa nitakupa mfano. Nilianza na biashara yangu ufugaji wa kuku nikiwa kidato cha 5, lakini nilianza kwanza kujifunza kwenye madarasa ya ufugaji. Nilikuwa nauliza watu mbalimbali, naongea na watu mbalimbali, na share ideas na watu wanashauri fanya hichi, fanya hichi. Kwa hiyo nilianza na kuku 5. Sasa hivi kama unavyoona kuku 65. Kwa jinsi nilivyoanza kabisa, nilivyokuwa na uwezo wa kutoa matani mawili na kwenda kuuza. Kwa hiyo unaweza kuona ni jinsi gani ninapopiga hatua katika swala la kujikwamua katika umaskini. Lakini umaskini sio tu kukosa hela, umaskini pia unaweza ukawa ni kukosa fikra ya kinifu, fikra ya ubunifu kufanya jambo fulani. Kuna watu wanasema, kuna watu tawakuta kuongea nao wanakuambia labda mimi nikimaliza shule nitaanza kujasiriamali, mimi nikimaliza hichi nitaanza kujasiriamali, lakini hawajui ni jinsi gani kadri siku wanazoongeza siku wanazidi kupoteza muda. Ukiamua leo, kama Mungu amekupa hayo kufanya kitu leo, jaribu kufanya leo, kwa sababu unapozidi kusema nitafanya, ni hapo unapoteza muda sana. Kwa hiyo nimekuja kuwapa elimu ya ujasiriamali, elimu ambayo itawakomboa. Ukiwa unafanya tafiti zako ndio kugundua professional ya mtu haimfanyi mtu akawa tajiri, bali kinachofanya mtu akawa tajiri ni ule ubunifu na ule ujasiriamali alionao. Ndio tukapenda nitakupa mfano mzuri. Hivi nafikiri daktari analipa milioni 2, hata ile milioni 2 akiiweka atanunua gari la milioni 700 kwa miaka mingapi? Ushawahi kujiuliza? Watu wengi sana watamani niwe daktari, niwe mtu fulani ndio nalipa mshahara, labda utanikomboa kwenye maisha. Lakini hata ukilipa mshahara kiasi gani, kama hujaweza kuivalue ile pesa na kuimanage ile pesa, haiwezi kukufanyia maendeleo yoyote. Kwa kuwa kila biashara, kila kitu kina uwezo wa kufanya mambo ambayo ni makubwa katika jamii, kukuletea utajiri. Pale ambapo utatia jitihada zako, utaacha mambo yote na kufocus kwenye hicho kitu. Kwa hiyo kitu ambacho tunatakiwa sisi kama vijana, kwa sababu bado sisi tuna nguvu, bado tuna uwezo wa kufanya mambo makubwa, tunatakiwa kwanza tufocus na maendeleo, tufocus na vile vitu ambavyo vitatuleta katika mafanikio. Mafanikio yanakusubiria wewe kijana ili kuondokana na umaskini. Lakini mafanikio yanakusubiria, lakini bado hapo wewe unatakiwa kuyatafuta mafanikio. Na sio kuyatafuta tu kawaida, uyatafute kwa nguvu zote na kwa jitihada zote. Ni watu wengi sana wamesoma vitabu mbalimbali, lakini wanajifunza vitu vingi lakini wanashindwa kuviapply katika reality. Ngoja nikupe mwangaza kidogo. Wewe kama kijana, tafiti zinasema kuwa vijana wengi wanashindwa kufika katika lengo kwa sababu they can't control emotions. Emotions ndio zinawafanya vijana washindwe kufikia malengo. Lakini ngoja nikwambie, wakati unapanda ngazi, unatamani kufika kwenye floor ya juu kwa haraka zaidi. Sio lazima ukanyage zile ngazi zote ili ufike katika floor ya juu. Lazima kuna ngazi utakuwa unaziskip ili wewe uweze kufika haraka. Ndivyo katika maisha sasa. Kuna vitu ambavyo unakutana navyo, lakini sio vyote utakuwa unavifanya. Kuna vingine unaviskip ili wewe kuweza kufikia malengo na kufikia ndoto zako. Sasa wewe kama kijana, jiandae siku ya leo, usisubiri kesho. Leo yako ndio ukombozi wako.
Nikishirikiana na Wigan Project tuko kuwa empower vijana kuweza kujiingiza katika ujasiriamali, kuweza kujikomboa fikra ya kinifu katika mazingira wanayoishi, kuweza kupangilia utaratibu katika mafanikio. Leo hii unaweza kusema nikimaliza chuo nitafanya biashara fulani, nikifika chuo nitafanya biashara fulani. Kadri unavyozidi kusema hayo mambo, ni zidi unavyozidi kupoteza muda. Kwa hiyo kijana, amua leo ili uweze kufanikisha ndoto zako. Tunashukuru sana wale wote ambao wako katika Wigan Project. Tuendelee kushikamana, tuendelee kufanya vitu ambavyo vitawapa elimu vijana wetu katika mazingira. Sasa hivi wewe ni kijana, kuna maisha baada ya ujana. Sasa hivi wewe ni mwanafunzi, kuna maisha baada ya wanafunzi. Kwa hiyo mindset yako sasa hivi inatakiwa iwaze jinsi gani utafanikiwa, sio jinsi gani utaanguka. Nashukuru sana, nashukuru uongozi wa Wigan Project, nashukuru udhamini. Asante.